Ndugu mtazamaji wa Mareka TV, karibu tena Mareka TV. Na leo hapa tuko maeneo ya Mabibo, tuko na dada kabisa hapa mrembo, superwoman wa nguvu, akiwa katika biashara yake kujitafuta na kupambana. Dada, habari? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Rehema Amiri Sabia. Okay, dada Rehema. Dada Rehema, tunaomba tufanye story kidogo na wewe tujue taratibu za biashara yako. Tulikuwa tunataka tujue, dada yangu, biashara yako inakaa takribani ya mtaji wa shilingi ngapi labda ulianza nao? Mtaji kama wa 500,000. Mtaji wa 500,000 Na je, labda nikuulize, biashara yako ina muda gani mpaka sasa? Ina mwaka mmoja. Ina mwaka mmoja Na je, faida unaiona? Alhamdulillah. Na je, wateja wako ni wateja wa namna gani yani? Yaani ni mchanganyiko, kuna wanaume, kuna wanawake, vijana, wazee. Okay. Labda nataka nikuulize, je, wewe ni mama mwenye familia? Ndiyo. Na unafaidika vipi kulingana na biashara yako? Labda unasomesha, labda mudu vipi biashara yako na familia, let's say? Ndiyo, nasomesha na watoto wa 3. Mwingine anasoma la 2, mwingine anasoma la 7. Kwa hiyo unamudu mahitaji yako ya familia na biashara yako? Ndiyo. Na je, faida zake unazozipata katika biashara yako unaziona? Ndiyo, naziona. Ni changamoto gani unazipata katika kupitia biashara yako? Changamoto ni nyingi. Kwa mfano unaweza ukaleta bidhaa zikakaa labda muda mrefu hazijatoka, unatupa, unaenda kuleta tena hivyo hivyo. Kulingana na biashara yako, unaanzaga saa ngapi na kufunga saa ngapi? Naanza saa 2 asubuhi. Alafu nafunga saa 3 usiku. Unafunga saa 3 na unaweza kumanage yani familia na biashara? Ndiyo. Na je, wewe 11 naandaa watoto wangu, nikimaliza naenda sokoni, nachukua mzigo na kuja naweka. Japokuwa nyumbani pia kuna mtu anayenisaidia. Na je, baba nyumbani haleti changamoto yoyote, labda kwamba muda unaorudi unaokuja? Haleti changamoto kwa sababu faida anaiona. Na je, unawaambia nini wakina dada ama wakina mama ambao wapo majumbani tu wamebweteka, yani ambao hawajishughulishi kwa jambo lolote, hasa ukiingatia katika kipindi hiki cha Malkia wa Nguvu, unawaambiaje wanawake wenzio? Mimi naambia wajitume. Sasa hivi yani wanatakiwa tusaidiane, wanawake, wanaume, yani tusaidiane ili maisha yaendelee. Kuliko ni kukaa tu kutegemea mtu mmoja alete. Kwa hiyo tunatakiwa hata wababa tuwasaidie. Je, una wito gani kwa serikali juu ya biashara yako? Yaani wito kwa serikali, unaambia nini serikali wafanye nini ili kuweza kuwasaidia wanawake ambao wanapambana kujitafutia kipato, kuliko ungekaa nyumbani lesi ukasubiri baba kuletee? Unaambia nini serikali? Labda msaada kwa chochote ambacho unaweza kuwashauri wanawake, ama wafanye nini kuboresha kwa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo? Tunaambia tusaidie, kwa mfano kama mitaji, labda kuna mikopo ambayo haina riba kubwa, ambayo unaweza kutukwamua, yani tusiwe tuna riba mikubwa, kwa hiyo unashindwa hata kufanya yani maendeleo. Kwa hiyo unatoa riba inakuwa kubwa kuliko hata hivyo mtaji wenyewe. Watusaidie mikopo, lakini isiwe na riba kubwa. Ndugu mtazamaji wa Mareka TV, nadhani umemsikia dada hapo akielezea juu ya biashara yake, changamoto anazozipata kupitia biashara yake, na wito anaoita kwa Watanzania ama kwa kina dada ambao wako majumbani na wamebweteka tu ama wamekaa hawajui afanye nini. Changamoto alizoelezea dada ni pamoja na mikopo ambayo alikuwa naomba serikali iweze kutoa mikopo ya riba nafuu ili kuweza kujikwamua kiuchumi na waweze kuwafikia wananchi kwa urahisi na kuweza kutimiza ndoto zao. Hadi mara nyingine, nikiwa hapa maeneo ya Mabibo, mimi ni Dada Mariam Makau. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya Mareka TV kwa habari nyingine na matokeo mengi na vipindi vizuri. Asanteni.